mtazamaji wa POV TV, ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi cha Jitambue. Mimi ni wako mtangazaji Simon Mwendesha, niko na mgeni wangu atajitambulisha majina yake. Karibu sana. Asante sana, mimi naitwa Msafiri Mabuba. Mada yetu ya leo inasema vijiji vingi, maeneo mengi yanakuwa na changamoto za barabara, maji, umeme. Hizi changamoto zinatokana na nini haswa, ndugu Msafiri? Ni kweli maeneo mengi katika nchi hii yanakosa huduma muhimu. Serikali inajitahidi, lakini kuna baadhi ya maeneo hakuna umeme, hakuna maji, hakuna barabara, hakuna vivuko. Hiyo yote mimi ninao walaumu ni viongozi wa vijiji wa maeneo hayo husika. Hicho ndo chanzo. Ndugu Msafiri, umesema viongozi wa hivyo vijiji wao ndio chanzo. Hao viongozi wa kijiji wanawezaje kuwa chanzo cha matatizo yote hayo? Asante sana. Viongozi hawa wa vijiji wanakuwa chanzo kwa sababu moja kubwa. Hawashughulishi bongo zao. Hawashughulishi. Viongozi wengi wa kijiji wamekaa kama vile miungu watu katika vijiji vyao. Yaani wao wako kwa ajili tu ya commission za mashamba. Wao wako kwa ajili tu ya kuonekana kwamba ni viongozi na wapewe heshima kama viongozi. Lakini kutimiza majukumu yao ni sifuri. Hakuna wanachokifanya. Unaweza kukuta kijiji maji yanapita kwenye hicho kijiji, yanaenda ng'ambo ya kijiji, yani yanaenda katika kijiji kingine. Kijiji kingine wana maji mpaka ndani, lakini mabomba yamepita kwenye kijiji cha katikati hapa, hakina maji. Alafu unasema huyo ni kiongozi kwamba ni yuko sahihi. Nisimlaumu. Umeme unapita hapo, hakuna umeme, lakini kwa wengine ng'ambo ya pili kuna umeme. Unasema huyo ni muite kiongozi? Hapana. Huyo sio kiongozi. Tizama. Kiongozi wanachangia kwa asilimia kubwa kwa sababu hawashughulishi akili zao, hawashirikishi raia katika mambo yao. Kwa mfano, unakuta kiongozi anaitisha kikao na wanakijiji. Anachofanya, wanakuja na ajenda. Ajenda imeshafungwa tayari. Kwa hiyo ile ni kama wanakuja tu kama kwa wananchi kuleta taarifa kwamba hii hapa. Lakini ukumbuke huyo kiongozi anafanya hivyo, anaongoza watu ambao wengine wamemzidi elimu, anaongoza watu ambao wengine wamemzidi connection, anaongoza watu ambao wengine wamemzidi pesa, anaongoza watu ambao wana ujuzi kuliko yeye. Sawa? Lakini matokeo yake sasa kinachotokea, kwa sababu anakuja na ajenda ambazo tayari imeshafungwa, ni kama taarifa inakuja kwa raia. Mwisho wa siku kinachotokea ni kwamba maendeleo hayaji. Anabaki kupeleka taarifa kwa raia, nimeongea na TARURA barabara miaka sijui mingapi ijayo, au labda wamesema wiki moja au miezi 6. Nimeongea na TANESCO hapa, mwisho umeme utakuja mwakani. Makalvati hayajengwi, vivuko havijengwi kwa sababu gharama ni kiasi fulani na unatoa taarifa kwa raia. Badala uje na mambo ambayo yamekushinda. Jamani, nimefuatilia, nimeishia hapa. Naomba mnisaidie mawazo, nifanyeje? Utakuta kuna watu wale wenye connection watakuunganisha na watu ambao wanaweza kukusaidia kwa haraka jambo hilo. Wale wenye pesa watatumia pesa zao. Lakini kwenye kijiji chako una wadau wa maendeleo, ulishawahi kuwashirikisha? Kuna watu wanachimba kokoto, kuna watu wanachimba mawe, kuna watu wana hardware, kuna watu wanauza nondo, wanauza kila kitu unachokitaka wewe kukusaidia katika hizo culvert unazotaka kujenga au madaraja unayotaka kujenga. Lakini pale kuna watu wana akili sana, wana ujuzi mkubwa, wanaweza kukupa ushauri wa namna ya kurahisisha hilo jambo mpaka ukashangaa. Sasa wewe unakuja umefunga hoja. Kisa mimi ni mwenyekiti wa kijiji. Umekuja kwa na kamati yako. Kwanza hata unashangaa mwenyekiti hana hata kamati ya maendeleo ya kijiji.
watu wa kumsaidia, wa kumpa mawazo namna ambavyo kijiji kinaweza kaendelea. Hana. Kwa nini nyewe wenye viti msianzishe kamati za maendeleo ya vijiji vyenu? Ukapata mawazo kwamba hapa, ili tuweze kwenda sawa, ili tuweze kutoboa, lazima tufanye hivi na hivi na hivi. Huwezi kukaa na kamati ya watu 6 alafu ikakuangusha. Siamini katika hilo. Kila mzigo unataka utupe serikalini, utupe kwa viongozi wako wakubwa. Umeshatupa haya, umeshindwa kusaidika. Tumia akili yako ya kujiongeza. Una wadau wangapi kwenye eneo husika wa maendeleo? Nani asiyetaka kuwa recognized na serikali kwamba yeye ni mdau wa maendeleo katika kijiji chako? Nani asiyetaka kutambuliwa kwamba yeye ni mdau wa maendeleo katika kijiji chako? Ukinikuta na hardware, nenda kaombe nondo 10 kama sijakupa. Kwa sababu na mimi nataka nitambulike kwamba ni mhusika ama ni mdau wa maendeleo ya kijiji changu. Wewe umekaa hapo kama Mungu mtu, umevimba mabega, umetuna kila kitu. Kama ni kiongozi, uongozi sio hivyo. Washirikishe wana kijiji chako taratibu unazozifanya kwenye maendeleo ya kijiji. Wewe kama kiongozi usiogope kuomba ushauri kwa wana kijiji. Wewe sio Mungu. Wapo walio kuzidi maarifa huko. Watumie, ongoza na wanakijiji wako. Usijifanye wewe unaongoza mwenyewe. Utakesha. Utaendelea kuisubiri TARURA, utaendelea kuisubiri TANESCO, utaendelea kusubiri fungu bunge lijadili mabajeti ili unaoje uletewe fungu. Miaka inapita, miaka inaenda, wananchi ndo wanaoteseka. Kuweni viongozi wa kujiongeza. Au sivyo mtuambie kwamba serikali inawabana mkiwa na mawazo hayaruhusiwi. Mtuambie hivi. Ndugu Msafiri, nini kifanyike katika vijiji vyetu ili kupata maendeleo hayo? Asante. Asante ndugu Mwendesha. Nachotaka kusema ni kwamba viongozi wapeni nafasi wananchi wenu, kuwapeni mawazo katika changamoto zinazoikabili ama zinazokabili kijiji. Vijiji vyenu vina changamoto, lakini wapeni nafasi wananchi ya kuchangia hoja. Mtu anapochangia, tatizo la viongozi wengi hawataki wazungumzaji. Unaona kama vile anakukosoa. Wewe ni kiongozi, maana yake wewe ni pipa la taka. Chochote kitakachokuja kipokee. Kwani ukiambiwa wewe unakwamisha maendeleo, inakuuma nini? Si kiongozi wewe. Muulize kwa nini nakwamisha maendeleo. Sababu ile atakapokupa usichukie, badilika. Achana na kile kitu alichokuambia kwamba kinakusababisha wewe unakwamisha maendeleo. Sasa hatutaki kupokea wala hatutaki watu wajadili kuhusu maendeleo ya vijiji vyao. Mnawanyima fursa, mnakuja na hoja zenu, mmeshazifunga kila kitu. Haitaki kuwa hivyo. Viongozi washirikisheni wanakijiji wa vijiji vyenu katika swala zima la kujadili maendeleo ya vijiji vyenu. Utafanikiwa. Usiwe kiongozi Mungu mtu kwamba wewe uabudiwe, uogopwe. Badilikeni. Fanyeni haya ninayosema. Utafanikiwa na nchi yetu itaenda. Asante sana ndugu Msafiri kwa maoni yako ambayo umeenda kutoa. Nadhani watu wameelewa na viongozi wameenda kubadilika kutokana na mada hii. Tamati ya kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Simon Mwendesha, na studioni nilikuwa na mgeni wangu Msafiri. Mpaka juma lijalo tutaonana tena. Bye bye.